nakwambia kuanzia sasa hivi fagia huu uwanja. Na hizo kofia zako naongea na mimi wakati umeshusha kofia utazani wale watu wa Arusha, Warabangi. Fagia uwanja sasa hivi, mimi nakwenda ndani kupumzika. Na dada yako aende ndani mara moja kwenda kuwasha moto na kupika. Niko ndani huko. Oya sister. Sister. Umeongea umemaliza au si? Kwa taarifa yako nishasikia kila kitu. Nishakwambia nishasikia kila kitu. Na sitoweza kufanya kazi yoyote hapa nyumbani. Niko kwenye msimamo ule ule. Oe, nenda uye kuzingua siku moja. Kaniona mimi mtu mbaya. Sijui kama unanielewa sijui. Ubaya ulianza zamani wakati ningali mdogo. Hayo unayoyafanya si mageni hapa ulimwenguni. Wala usije ukajisifu kwa uhodari wa maovu yako, na tamtenda mema wajisifu. Kaa chini ufanye. Sasa ni jioni, jua linazama. Sasa ni jioni, jua linazama. Hata ndege wanarudi kwenye viota vyao. Kila kitu kinarudi kwenye makao yao. Wewe uko wapi? Ndugu yangu uko wapi? Wewe uko wapi? Samahani dada yangu, naona tembea kinyonge sana. Samahani pia wa kusimamisha. Unaitwa nani? Naitwa Lecho. Oh. Safi sana Lecho. Una jina zuri sana. Lakini kitu ambacho kimesababisha nikusimamisha hapa ni kwamba nimekuona tembea kinyonge sana. Hali ambayo imenipa wasiwasi kidogo. Unaweza kaniambia kuna shida? Amna kakaangu, nipo sawa. Changamoto tu za maisha. Okay. Changamoto za maisha hazimfanyi mtu atembee kinyonge namna hiyo. Kama zipo, na kushauri tu, una uwezo wa kufanya zisikuasili katika moyo wako. Hivi ninavyotembea kinyonge na hii mitaa ni mitaa ya wahuni. Shanielewa? Huku kuna wahuni wanavuta bangi. Wanaweza kukufanyia lolote lile baya. Kwenye changamoto za maisha ukaongeza changamoto nyingine ya kuingiliwa na wahuni. Na kushauri tu, kaa nyumbani. Ukiona changamoto zimezidi ambazo huwezi pia kunielezea, kaa nyumbani, soma vitabu. Kidogo zitakupunguzia stress. Unapokaa na stress unatembea hivyo kinyonge,
kwa ulivyo na muonekano wako haukufaa kuwa na mawazo. Samahani, lakini kama takuwa nimekuingilia kwenye maisha yako, ila nilikuwa nakushauri tu. Hamna shida kakaangu, wala hujanikosea chochote, ila asante kwa ushauri wako. Sawa dadangu, basi nisikusumbue, ila kuwa makini sana. Shika sana ushauri wangu, utakusaidia angalau kidogo sana. Asante sana kakaangu. Maneno yako yote nimeyapokea, yako moyoni mwangu nimeyapokea kwa roho moja. Maneno yako yote nimeyapokea, yako moyoni mwangu nimeyapokea kwa roho moja. Maneno yako yote nimeyapokea, yako moyoni mwangu nimeyapokea kwa roho moja. Huyu kaka ameongea maneno ya busara sana, alifanyia kazi. Kusoma vitabu tajaribu. Maneno yako yote nimeyapokea. Ubaya ulianza zamani wakati ningali mdogo, hayo unayoyafanya kaka si mageni hapa ulimwenguni, wala usije ukajisifu kwa uhodari wa maovu yako, na atamtenda mema wajisifu. Ndogo Gato, mambo vipi mdogo wangu? Safi na bibi. Safi, nakwaje? Safi, nakwaje basi. Sasa ni jioni, jua linazama. Sasa ni jioni, jua linazama. Wewe bro, ngoja kufanyeje hapa? Umekuja kunichola au? Hebu sema kilichokuleta. Ndogo wangu Gato, nimekuja hapa sio kwa ubaya. Kuna vitu ambavyo nataka mimi na wewe tuongee, tuviweke sawa. Unajua tabia yako ya kuvuta bangi hiyo, kukaba, tabia za wizi, sio tabia nzuri sana. Kiujumla sio tabia nzuri. Kwa sasa utaonekana kama mjanja sana, lakini kesho yako ni mbaya sana. Mimi kaka, tumeona watu ambao walikuwa na tabia kama ya kwako, mwisho wake ulikuwa mbaya sana. Kwa ninachokuomba, acha hizo tabia zako. Kama utaona ushauri wangu haukufai, kuna siku hii sauti itajirudia mara 2 kwenye kichwa chako. Mimi ni kakako, lazima nikupe ushauri unapokosea. Na mtoto mwema ni yule anayekubali mashauri, anayekubali kushauriwa. Oya bro. Hivi kwani bro wewe unachukulieje mimi? Unanichukulieje mimi? Yaani iki kitu unakiona kama unaweza kukiongoza yani. Kama unavyoweza kushika toyo kaiongoza au ndinga, kaiongoza hivi yani. Nataka kuniongoze mimi yani. Oya. Iki kichwa usichukulie hizi kama hivi unapenda kuchukulia.
Bro, mimi ni mtu mbaya yani. Mtu mbaya. Mtaa mzima wote wananifahamu mimi. Mimi ni mkabaji. Kutoa mtu leo siogopi. Yaani mimi kichwa changu hiki serikali tosha. Hakiongozi, najiongoza mimi mwenyewe. Ni bora nikakutana na wana huko. Tukapiga zetu ganja, siga. Tukapiga zetu michongo. Dakika za mwisho unakuja unanizungua brother. Bro, mahubiri yako nimeshachoka. Kichwa changu mimi mwenyewe serikali. Sisi tukaribiana bure. Mimi mbaya. Usinifuatilie kuanzia leo. Niache na maisha yangu. Nadhani utakuwa umeshanielewa. Oh. Kichwa chako serikali, si ndio? Hivi najielewa sawa sawa. Kichwa chako serikali. Kwa hayo unayoyafanya, unaona yako sahihi kabisa. Kumbuka, tatizo likukuta, sisi ndio wa kwanza kulitekeleza. Hata kama utanidharau. Afu ni kijana mdogo sana. Ungekuwa unafanya kazi za kulima, kusaidia wazazi. Unafanya kazi, unajitegemea. Ungefika mbali sana. Lakini unajivunia sana kwa sababu wanakuogopa mtaani. Kwa kukaba, kwa kuiba. Hiyo sio tabia njema hata kidogo. Mimi ni kakako na kuonya. Kuna siku utalia machozi. Okay. Endelea. Oya bro. Achana na maisha yangu. Milioni hili bisu. Ngoja nikuchome nalo yani. Hayo maneno yako ya kunihubiria siyataki. Mwana kulitafuta na mwana kulipata. Kitakacho kuja kukukuta utakuja kuamini brother. Tusifike huko. Mambo ya kuchomana na visu kwenye ushauri hayo hayapo. Kama unaona nimeongea ufara basi yaishi. Wewe niache tu. Ila mambo ya kutishiana visu, hapana mdogo wangu. Okay. Bi mkubwa, hebu ongea na mtoto wako. Mimi nampa ushauri mzuri tu, ananitishia kunipiga na visu. Ushauri wangu ni mzuri tu, namwambia achane na mambo ya kukaba watu. Kuiba. Hapa nyumbani hafanyi kazi. Hivi siku wakija kumchoma visu au wakamchoma moto, hizo tabia zake za wizi itakuwaje? Sisi ndio tutakaoingia hasara. Naomba ongea naye. Hilo swala mimi limenikera sana. Pole sana mwanangu, nitajaribu kuongea naye. Okay mama, ongea naye. Hiyo tabia yake mimi sijaipenda hii. Sasa ni jioni, jua linazama. Sasa ni jioni, jua linazama.